Tumaini limepotea, maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Tumaini limepotea, maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Ana kumoja hapa ndani. Ana kutuma. Mama mwache. Wewe kelele uko mpumbavu nini wewe? Alikutuma hapa ndani. Alikutuma hapa ndani nani? Wewe? Mama usinipige hapo na muumiza. Wewe? Mkoma. Tena wewe ndio ulempa chakula wewe. Alikutuma ule chakula hapa ndani. Alikutuma ule chakula hapa ndani nani? Hivi kwa nini wewe? Unaangalia hapo. Nyamaza. Hapo. Karibu mume wangu. Asante sana. Shikamoo baba. Marhaba. Hakika nafurahishwa sana na hiki ninachokiona hapa, sababu kinaonyesha jinsi gani familia yangu ilivyojawa na amani na upendo, hasa mke wangu kipenzi. Kuna wakati nakufanisha na Cleopatra, binti mfalme. Unajua hiki unachokifanya hapa, angekuwa mwanamke mwingine sidhani kama angekiweza. Mke mwenzio ni mchafu, harufu pia alionayo sio rafiki, lakini wewe hukuangalia hilo, ukaamua kumsogeza karibu na kumsuka. Hongera sana mke wangu, hakika najivunia wewe. Asante mume wangu, maana hichi ninachokifanya ni jukumu langu, kwa sababu ni kama ndugu yangu. Shadia mwanangu, Baba, unatakiwa uige upendo wa mama yako. sawa. Upendo wanaitaga upendo wa agape. Alafu wewe alikutuma mpe chakula nani? Tumaini limepotea, maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Amani ya moyo imetembea, mama yangu kipenzi kawa kichaa. Kuna muda usifanye hivyo. Sasa unaenda wapi? Huko unapokwenda wapi? Njoo turudi nyumbani. Ale mawe. Wangu usirushima. Mimi ni mumeo ujue. Mimi ni mumeo. Sasa hayo michezo ya mawe itakuja kuumizana. Rudi nyumbani. Hapana, usifanye hivyo. Usifanye hivyo mke wangu. Naomba unisikilize basi. Mimi ni mumeo. Sasa unavonirushia mama ukiniumiza. Mke wangu hilo tofali. Hilo tofali. Utakuja uniumize. Achana na mimi tu. Mke wangu. Kuna muda naumia. Kuna muda nalia. Mke wangu, usinichape. Mimi ni mumeo. Sasa mambo ya kuchapana mafimbo tena. Hebu twende nyumbani bwana. Acha mambo yako. Imani yangu inaniambia kuna siku mama tutacheka pamoja tena. Tutaenjoy
Hivi mpumbavu, wewe ujasiri wa kumchukua ile chizi na kumpa chakula hapa sebuleni umetoa wapi? Wewe unavyomuona kabisa yule anastahili kula chakula hapa. Yaani mimi nimepika chakula ili wewe uweze kula. Au nawe unataka kunyima chakula? Si ndio? Sasa piga deki hapa pang'ae. Unanielewa? Piga deki hapa pang'ae. Alafu kingine, kile chakula mimi nilipika kwa ajili yetu tu. Sijapika kwa ajili ya yule. Kwa hiyo leo kwa kuwa chakula chako umempa yule. Sasa wewe leo hauli. Unanielewa? Hauli ninavyokuambia. Mfanye haraka huko. Hivi angalia nyumba yangu inavyonuka. Hivi hata ikitokea hapa mgeni wa ghafla tu amekuja hapa. Hii harufu. Wewe tena naomba ukome. Si unanielewa, naomba ukome. Na kama ni bingwa mzuri wa kusaidia, subiri ukue, ujenge nyumba yako, jenza vichaa kibao. Alafu uwape huo msaada unaotaka wewe. Mshenzi wewe. Wewe. Mwanangu amepiga deki vizuri. Basi imeshatosha. Nenda kamwage maji hayo. Karibu mume wangu. Mume wangu. Vipi, mbona umerudi peke yako? Wewe acha tu mke wangu. Yaronikuta huko hayasimuliki kabisa. Kimekukuta nini? Nimejaribu kumkimbiza, kumtafuta pote huko, lakini kwa bahati mbaya akawa amenikimbia. Jamani mume wangu. Mimi si mmetoka hapa mmeongozana wote. Sasa imekuwaje umemkosa? Yaani mimi najuta hata kwa nini umeenda peke yako. Tungeenda wote tungempata. Haikuwa rahisi. Maana anachoma mafimbo, mara mawe, nikijaribu kumfuata ananitupia. Sasa kuna jiwe moja ilikuwa kidogo tu aweze kunipiga nalo. Nikaona hii usalama pia na uhatarisha. Nikajaribu kumpa gap kidogo. Hapo ndipo ilikuwa upenyo wa yeye kuweza kunikimbia. Jamani mume wangu. Asa hapa kwa tutakaa na amani kweli wakati mwenzetu hayupo. Basi twende tukamtafute. Twende wapi? Nilivyochoka hivi mke wangu. Acha tu nipumzike kwanza. Jamani mume wangu, sasa unapumzikaje? Unapataje nguvu ya kupumzika na wakati mke wako hayupo hapa? Jamani mume wangu, twende tukamtafute. Hatuwezi kumwacha hivyo hivyo. Nyanyuka basi. Amepotea, sijui hata ameenda wapi. Twende. Shadia. Sisi tunatoka. Jamani mume wangu, basi twende huko. Mbona unakaa nyuma hivyo? Mimi hapa mwenyewe kichwa kinaniuma kabisa yani. Nilikuwa najaribu kumwangalia na huku, huenda labda akawa yupo huku. Twende huko basi. Yaani unajiweka nyuma, mimi nishajichokea zangu. Twende bwana. Ona, turudi huko. Sasa tunaenda wapi wakati huko hayupo? Jamani, huko hayupo, huko hawezi kwenda mtu ingeta mitaa hapo kati. Mke wangu, tunawezaje kurudi huko wakati huko ndipo tulipotoka?
Mimi naona tuelekee huko, tunaweza tukampata. Jamani huko hayupo, hebu twende hata mitaa hapo kati. Mimi najua huko hawezi kuwepo. Mimi mwenyewe nauma afu tunahangaika tu hata mimi nimeshachoka. Mke wangu. Hivi wewe kabila gani? Mbona mbishi sana hivi? Nimekwambia huku hayupo, twende huko. Hebu tufike wakati tuelewane basi. Hebu twende huko mbele kwa mbele. Mimi twende huko bwana. Twende bana huko bana. Tatizo lako ndio hivyo mke wangu. Basi twende huko. Tusiende huko. Huko tunapotoka. Twende tu. Basi twende huko tukamwambia kama inaweza sawa. Sawa. Kuna tutachoka. Wangu nimechoka, siwezi tena kwenda popote. Jamani mume wangu, twende tukamwangalia tu hata huku, sio tuadije wenyewe nyumbani na kati hatujampata. Napokuambia nimechoka na maanisha. Kwa sababu gani? Tumeonyesha nia ya dhati ya kumtafuta, lakini tumemkosa, na hata Mungu shahidi. Sikiliza, ni bora tukaenda nyumbani kwanza tukapumzisha akili. Tukipata akili mpya tutajua namna gani ya kuweza kumpata kuliko kuendelea kumtafuta. Haya sasa, tunaelekea mtaa gani? Aliyakuwa mitaa yote tumeshaimaliza. Jamani mume wangu, tunarudi vipi wakati hatujampata? Mimi sidhani hata kama chakula kitapita. Basi tumwangalie tu hata mara ya mwisho. Ni sawa, lakini najua jinsi gani una upendo na mke mwenzio. Swala ni kwamba sio kama hatujamtafuta. Tumemtafuta lakini tumemkosa. Mimi naonelea turudi nyumbani, hilo ndo wazo bora lilobaki kwa sasa. Basi sawa. Hapo tu ndipo napotupendea mke wangu. Wewe ni mwelewa. Nakupenda. Basi sawa. Na muda naumia, kuna muda nalia, sada sana, nahisi dunia imenielemea. Imani yangu inaniambia kuna siku mama tutacheka pamoja tena. Tumaini limepotea, maisha yamebadilika kwa kiasi. Najua siku nzima umeshinda na njaa, kwa hiyo nataka nikupatie matunda ndio upate. Sawa ndugu wangu. Kuna muda naumia, kuna muda nalia, sada sina, nahisi dunia imenielemea. Kula basi jamani.
Sasa ulichokiona, ole wako umwambie mtu yeyote. Ukisabu tu kumwambia mtu, nitakuua. Toka hapa. Hatari kwa kweli. Mimi mtoto wa chizi, naumia mama yangu nikicha. Tumaini limepotea, maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Amani ya moyo imetembea, mama yangu kipenzi kawa kichaa. Kuna muda naumia, kuna muda nalia, msaada sina, nahisi dunia imenielemea. Imani yangu inaniambia kuna siku mama tutacheka pamoja tena, tutaenjoy na kuongea wewe ukiwa mzima tena. Yaani tumezunguka kwa madaktari, tumezunguka kwenye maombi kote kwa ajili ya kumshughulikia mkeo, lakini hamna kitu. Mgonjwa hali yake ndio iko vile vile. Mimi nilikuwa na ushauri. Ushauri upi wa mke wangu? Mimi nilikuwa naona tungehamia hata kwenye njia upande wa pili. Upande wa pili? Ndio. Unamaanisha nini kusema hivyo? Mbona bado sijakuelewa? Namaanisha twende kwa wataalamu. Yaani twende kwa waganga wa kienyeji. Mke wangu, madaktari bingwa waliosomea wakapata mavyeti na vyeti wameshindwa kumtibu mke wangu. Maombi mpaka sasa bado hajafanya kazi. Inawezekana vipi kwa mganga wa kienyeji? Lakini bado tunaendelea na maombi. Mimi niseme tu tuendelee kuwa na subira, atakaa sawa. Jamani mume wangu, itawezekana ndio, kwa sababu hata waganga wenyewe pia wanamtegemea Mungu. Hata maandiko yanasema kwamba nisaidie mimi nitakusaidia. Kuna muda naumia, kuna muda nalia, msaada sina, nahisi dunia imenielemea. Imani yangu inaniambia kuna siku mama tutacheka pamoja tena, tutaenjoy na kuongea wewe ukiwa mzima tena. Mimi mtoto wa chizi, naumia mama yangu nikicha. Mungu Baba, unaona mateso anayopitia mama yangu kicha, naomba mponye arudi kuwa kama zamani. Mimi mtoto wa chizi. Au wewe unapenda kumwona mkeo akiwa anateseka kwenye ile hali? Mimi najisikia vibaya mume wangu. Mke wangu, sawa, jisaidie, lakini ndo kwa mganga wa kienyeji? Sijai kuamini hilo, na sidhani kama linaweza likafanya kazi, sababu hata ukiniuliza hapa huyo mganga anapatikana wapi sijui. Sasa unaponiambia hizo habari za mganga wa kienyeji, okay, basi tafuta namna tunampata wapi, mimi sijui. Jamani mume wangu, wewe ndo mwanaume, inabidi upambane. Unataka tena kunipa mimi mzigo?
Sio kweli mwanangu jamani. Unajua umeniambia kitu ambacho sijakifikiria kabisa, lakini naheshimu mawazo yako pia na huwa sipendi kuyapuuza. Hebu ngoja tulifanyie kazi hilo swala, tuone pia linawezaje kufanya kazi. Tujaribu. Sio tujaribu, tufanye. Sawa. Okay. Mimi mtoto wa chizi naumia. Dayo, nashindwa kuelewa kuwa na wewe ni miongoni mwa watu ambao wanaamini hizo imani. Hivi inawezekana vipi kweli? Brother, kwenye hili swala nikupe historia kidogo. Mwenyewe unajua jinsi gani mimi na elimu yangu na sifa zangu mwenyewe unazijua, na sijawahi kukaa kukueleza kitu kama hiki mpaka unafikia hatua ya kuona mimi nakwambia kitu kama hicho, maana yake kwamba nimekichunguza. Mimi mwenyewe unaniona hivi ni mhanga wa hivyo vitu, lakini sikutaka kukwambia awali. Lakini sasa ifikia hatua tuokoe uhai wa mtu. Mimi nakuhakikishia ukienda kwa huyo mtaalamu, shemeji atakaa sawa. Unajua elimu yako ndo inanipa shaka mpaka sasa. Wewe ni msomi na nilifahamu hilo. Mimi nilitarajia labda utanipa ushauri. Kuna daktari ambao umempata anaweza kumfanya mke wangu akarudi kwenye usawa, lakini unanielezea habari za waganga kienyeji. Seriously? Ndio maana nikasema leo nikwambie. Nilikaa kimya siku nyingi, lakini sasa siwezi kukuona unateketea hali ya kuwa majibu ya hiyo tiba ninayo. Unajua binadamu tunatembea tumeficha mengi sana, na ukitaka kila mmoja akuonyeshe aliyoyapitia, mwingine hutokubali hata kusimama naye karibu. Na shangaa wewe rafiki yangu umekuwa nyuma sana katika hili. Najaribu kukuelewa Dayo, lakini bado nina ukakasi. Unanithibitishia vipi kwenye hili? Kama mke wangu anaweza kupona kupitia njia ya mganga kienyeji? Yaani kiukweli mganga, nashukuru. Kwanza hata sikutegemea kama jambo langu lingeenda vile nilivyokuwa nataka. Yaani umemkomesha, umejua kumkomesha. Sawa. Sisi hatunaga kazi ya kubahatisha. Kila tunachopanga na tunachofanya ndicho kinachokuwa. Kwa hiyo hayo ni majukumu yetu. Sawa mganga, ila hakuna vidawadawa vingine ambavyo unaweza ukanipa ili aweze kupeperuka kabisa, aende toko mistuni huko mapolini, yaani asionekane kabisa, kwa sababu muda wote yuko pale nyumbani. Yaani mimi ananikera. Hiyo hamna sababu, kwa sababu mizimu yangu ikifanya hakuna marudio. Hiyo kazi itabaki, itaendelea hivyo hivyo. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi juu ya hiyo. Kama una shida nyingine, njoo mjukuu wangu. Kwa hiyo anaweza kaondoka kabisa, yaani asionekane pale hata pale nyumbani? Wakati utafika. Basi sawa mganga. Kila la heri mjukuu wangu, na kukaribisha siku nyingine. Karibu sana. Asante mganga. Sawa. Bwela tikutangatila. Bwela tivatangatila. Sawa. Wakubwa nimewaelewa. Mimi nikuhakikishia kitu kimoja. Usitumie neno kujaribu. Cha kwanza amini, kaokoe afya ya mkeo. Okay. Unajua Feka, mimi sifahamu lolote kuhusiana na waganga kienyeji. Sasa sijajua unanisaidiaje katika hili. Kama nilivyokuambia, mimi ni mhanga katika hili, na moyo wa mtu kichaka
huwezi jua kila kitu mpaka kuelezea. Mimi nitakupa hiyo namba ya Homa. Namba yake ni hapa. Okay. Mimi niseme asante sana. Acha nijaribu nione nini kitakuwa, maana maneno yako yamekuwa kama anajirudia. Sijajua Mungu anataka kufanya nini. Sawa. Haina shida. Wewe siku. Baki salama. We Shadia. Shadia. We Shadia. Sasa utakuwa ameenda wapi? Shadia. We Shadia. Huyu mtoto. Hatari. Yeye mtoto nimemtuma viungo mpaka saizi hajarudi na hela sijui hata ameweka wapi. Ngoja arudi atapo. Maini limepotea, maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Hivi wewe, yaani mimi muda wote nakutafuta, sijui umeenda wapi. Alafu nimekutuma pesa, si umepeleka wapi? Yaani wewe, mimi nimekutuma pesa yangu, umeenda si umemnunulia vitu gani mama yako, na nakutafuta mnyote sikuoni. Wewe, hivi kwa nini umekuwa hivyo? Kwa nini umekuwa hivyo? Mama, lakini nilimkuta mama amekula vitu vyote nikabidi nimlipie. Sasa naomba unisikilize kwa umakini. Kuwa tafuta pesa zako. Ndio ukamtafute mama yako chizi, umhudumie, umnunulie vitu unavyotaka. Tena naomba ukome. Naomba nisamehe, sirudi tena. Wewe unajua imepatikana vipi wewe? Wewe tena koma. Pumbavu wewe. Mlikuwa wapi Shadia? Mlikuwa wapi? Maana mimi nimewatafuta kote sijawaona. Mlikuwa wapi? Mlikuwa wapi? Unazungumza nini? Nimesikia kila kitu. Maini limepotea, maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Toto chombo. Mke wangu, jana ilikuwa na jambo la kuzungumza na wewe, lakini kutokana na ile situation iliyojitokeza kajikuta tumeshindwa kuzungumza, lakini leo nikaona tuweze kutumia uwasa kwa ajili ya kuzungumza jambo hilo. Jambo gani hilo mume wangu? Unajua kuna wakati unanishangaza kwamba ni nabii ama ulishawahi kupitia utumishi wa Mungu. Kwa nini mume wangu? Kwa sababu kile kitu ambacho ulichonieleza huwezi amini, rafiki yangu Dayo naye ameniambia hivyo hivyo. Wewe mume wangu, kuniambia naye amekwambia hivyo hivyo?
Unajua mpaka nikashangaa. Nikasema so bure. Mke wangu atakuwa na utumishi ndani yake. Ila tu anajichukulia poa. Na sio kuniambia tu. Amenipa mpaka namba za simu. Ila mume wangu rafiki yako ana moyo mzuri. Yaani anapambana na wewe, anajitoa kwa kila kitu. Kwa hiyo na wewe unatakiwa uonyeshe moyo kwake. Hakika Daya ana moyo wa kipekee sana. Kwa hiyo nilivyokuambia pale mwanzo kwa ujiandae, nilikuwa namaanisha kwamba mara baada ya kuligundua hili ni njia sahihi ambayo inaweza ikamfanya mke wangu akapona. Nikasema hapa tena hakuna muda wa kujivunga. Ni mguu wako, mguu wangu kuelekea kwa mganga. Sawa mume wangu, inapomenifanya moyo wangu kuwa na amani. Yaani leo nina furaha kubwa. Ninyuka twende. Hakuna cha kupoteza. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Basi hakuna la ziada. Tumaini limepotea, maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Amani ya moyo imetembea, mama yangu kipenzi kawa kichaa. Kuna muda naumia, kuna muda nalia. Msaada sina, nahisi dunia imenielemea. Imani yangu inaniambia kuna siku mama tutacheka pamoja tena. Tutaenjoy na kuongea wewe ukiwa mzima tena. Mimi mtoto wa chizi, naumia mama yangu nikicha. Mungu Baba, unaona mateso anayopitia mama yangu kicha. Naomba mponye arudi kuwa kama zamani. Mimi mtoto wa chizi, naumia mama yangu nikicha. Karibu. Nimeona. Basi sawa mganga, sisi kiukweli tunahitaji msaada wako. Tunaomba utusaidie. Shika hii. Shika wewe mwenye mke wake. Shika usiogope. Weka hapo, sema maneno yako. Nini unataka nikufanyie? Sema. Fanya haraka. Wewe nimekupa, shika, sema maneno yako machache. Sema kwenye hiyo. Sawa. Mbwela ni batangatila. Mbwela hii. Sawa. Nivayuini misemo. Nivayuini. Msengwili. Nivayuini. Sasa nimesikia, nimejua tatizo lako. Mke wako ni chizi, kachanganyikiwa. Unataka apone. Umejuaje mganga? Umejuaje? Nimeona mizimu imejua mke wako na tatizo. Sawa mganga, sasa kama umeona unamsaidiaje? Ni kweli mke wangu chizi na anahitaji kupona, sababu amepitia huo uendazimu kiasi cha kwamba anateseka sana. Usiwe na wasiwasi, tatizo lako limekwisha. Tatizo lako limekwisha na kutengenezea dawa. Hiyo dawa utaenda kumwekea kwenye maji ya kunywa, atakuwa na kunywa. Sawa.
Sawa, tatizo lako limekwisha. Tatizo lako limekwisha. Sawa. Tatizo lako limekwisha. Sawa. Tatizo limekwisha. Shika hii dawa, chukua wewe mwenye mke wake. Hii dawa utaenda kumtengenezea, utamwekea kwenye maji yawe vuguvugu, utamwekea awe anakunywa. Mke wako atapona. Kwa hiyo mganga, unataka kuniambia kupitia hii dawa atakaa sawa kabisa? Ya, usijali. Kwa kweli sijaga kazi mbovu mimi. Nitakushukuru sana mganga. Sawa, chukua, nenda kafanye kama nilivyokuelekeza, usikose. Usijali, nenda. Unavyokwenda barabarani usigeuke nyuma, wala usikuongeleshe mtu, usimjibu mtu yoyote. Hakikisha unafika bila kugeuka nyuma. Mganga, au masharti yasiwe magumu? Lakini usijali, umakini unahitajika. Mnaweza mkaenda. Sawa, mnaweza mkaenda. Mganga, asante. Sawa, msiniage. Msiniage. Mbwelae tivatangatila. Sawa, nimewasikia mizimu, watapona. Hello. Jamani, sio kwamba nakuchenga, nimekwambia pesa nitakutumia. Nimekuelewa. Ndio hivyo, kazi yenyewe mbona umefanya kidogo tu, unanisumbua muda wote. Hela jamani. Hata serikali yenyewe na madeni, itakuwa mimi? Nimekwambia nitakutumia, afu kingine mimi ni mke wa mtu. Wewe unavyonipigia simu hivyo kila wakati jamani, usije ukaniharibia ndoa yangu bure. Bwana, tusisumbuane hivyo, nakwambia hivyo. Kama pesa nitakutumia. Mtu gani usielewa? Nitakutumia. Hakika Mungu atakujalia na utarudi kama ulivyokuwa mwanzo. Hilo ndio dua pekee ambalo nakuombea kila wakati, sababu nimekumisi sana mke wangu.
natamani urudi kama ulivyokuwa. Mwenyezi Mungu msaidie kupitia dawa hii ili aweze kupona. Umetuelekeza hakuna mwingine wa kuweza kutupa msaada zaidi yako. Basi fanya msaada, fanya njia katika hiyo. Baba. Unasemaje? Kuhusu Okay. Swala lako la shule nalijua na nalifanyia kazi. Subiri wakati ufike, kila kitu kitakuwa sawa. Umenielewa? Baba, lakini mimi sikutaka kukwambia swala la shule. Nitaka kukwambia kuhusu mama mdogo Michu pamoja na mambo mengine hapa nyumbani. Wewe, mara kadhaa nilikuwa nakukataza kuhusiana na hayo masuala ambayo unajadili hapa sasa. Wewe unajadili masuala ya ndani wewe kama nani? Lakini kwa kitu ni cha umuhimu. Naomba unipe nafasi nikueleze. Kwa nini usikii na utaki kuelewa? Unazungumza na baba yako. Acha yako kamdomo kako hapo. Wewe unatakiwa udili na masuala ya shule. Kwenda akafanya homework. Sinaongea na wewe? La. Mimi mtoto wa chizi, naumia mama yangu nikicha. Hey, Mungu Baba, unaona mateso anayopitia mama yangu kicha. Naomba mponye arudi kuwa kama zamani. Mama yangu, najua unapitia wakati mgumu sana, na mimi ninakuahidi kuwa utapona. Nakuombea kwa Mungu atakuponya. Nimemisi upendo wako mama. Mwenyezi Mungu, naomba umponye mama yangu na arudi katika hali yake ya zamani, apone. Maombi yangu naamini Mungu anasikia na atayajibu kwa wakati. Utapona mama. Kuna muda nalia, naumia. Mama, umepoteza nuru, umechafuka. Unanuka ila nikiwa nawe karibu ndio raha yangu. Mbona kama una mawazo mengi sana? Shida nini? Mke wangu, kikweli kila nikitazama hali ya mwezio naishiwa nguvu na kukata tamaa kabisa. Sioni kama kuna dalili yoyote ya kuashiria kupona kwake. Jamani mume wangu, upasi kukata tamaa. Yaani dawa umemwekea leo tu, nategemea leo ndio ifanye kazi kweli? Kumbuka dawa sio chumvi wala sio sukari kusema kwamba itakolea hapo hapo. Kuwa na subira mume wangu. Nikwambie kitu mke wangu. Unajua dawa ni kitu ambacho kina nguvu sana. Sasa
unapompa hiyo dawa alafu usione dalili yoyote, hapo ndipo napokatishwa tamaa. Mume wangu, mabadiliko yatakuwepo tena makubwa sana tu, mimi na imani. Haiwezekani dawa ufanye leo alafu leo hii tu jambo likae sawa. Hapana mume wangu, haiko hivyo. Kwangu hakuna mabadiliko yoyote. Ndio maana tangu mwanzo mimi nilikuwa siamini kupitia hizi imani za kishirikina. Ona sasa. Changanyikiwa. Hamna shida, yote yataisha sawa. Mume wangu, naumia mama yangu nikicha. Tulia. Unataka kwenda wapi? Unahisi una ujanja wa kunikimbia wewe? Naomba unisikilize kwa makini sana. Hii Dar es Salaam unaweza kusema ni kubwa sana, lakini kwetu sisi ni ndogo sana. Naweza kukupata muda wote naotaka. Una kipi cha kuniambia? Umenituma kazi yako, nimefanya kama tulivyokubaliana. Nimemshawishi mshikaji mpaka akaingia mkenge, lakini wewe unashindwa kunipa cha kwangu. Sina kingine cha kujadili, nahitaji pesa yangu. kama pesa sina mimi nakupa nini? Vitu vyenyewe vya dhambi hivi, alafu mwisho wa siku kutwa kunipigia simu kunidai hivi. Hata serikali yenyewe na madeni. Kwa hiyo mimi ni wa kwanza kudaiwa, si ndio? Wakati unanifuata hukuwa hivi. Umefanikiwa, unajiona jeuri, si ndio? Nisikilize kwa makini. Ninaweza nikabadilisha chansi sasa hivi. Nitakuharibia kila kitu. Tusije kuonana wabaya. Aya, uliniuzia nini? Maana umeng'ang'ania pesa mimi sina. Kuna biashara gani mimi na wewe tumefanya? Nipishe mi pesa, nimekuuzia nini?
maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa, amani ya moyo imetembea. Mama yangu kipenzi kawa kichaa. Kuna muda naumia, kuna muda nalia, msaada sina, nahisi dunia imenielemea, imani yangu inaniambia. Shadia, vipi mwanangu? Mbona unaonekana una mawazo sana? Shida nini? Hakuna kitu baba. Unajua nakujua vizuri sana wewe, na ukiwa hauko sawa haitajiki nitumie kitu chochote kujua hilo. Shadia, hauko sawa mwanangu. Tafadhali naomba uniambie kutokuwa sawa kwako kunatokana na nini? Hamna kitu chochote. Nisikilize mwanangu, najua huenda ukawa na hofu ya kuniambia kitu ambacho kinachokusibu kutokana na siku ile ili kukataza alipokuwa anataka kuniambia. Sasa leo iko tofauti mwanangu, sitakukataza tena. Naomba uniambie nini kinakusibu. Sawa baba, nimekuelewa. Nitakwambia kila kitu kinachofanya mimi kuwa na mawazo. Baba, unajua humu ndani kuna Yes, halo. Halo? Bila shaka naongea na mganga. Ndiyo, wewe ni nani? Napenda nipatie muda wako kidogo ili niweze kuongea na wewe. Na sina mengi sana kujieleza, bali lengo langu ni moja tu. Najua fika kwamba kuna jambo linaendelea hapo kati yako wewe na shemeji yangu. Sasa mimi sihitaji maelezo, nachokitaka ni kitu kimoja. Naomba usitishe haraka sana huo mpango, kwa sababu kila kitu nakijua kinachoendelea hapa. Na labda tu nikwambie kitu kimoja kwamba nimeshaanza kukusanya ushahidi. Naamini pia unaweza ukanifanya jambo lolote kuanzia sasa, kutokana na kuwa una huo uwazifu wa uchawi wenu. Unaweza ukafanya uchawi wowote ili kunipoteza mimi. Lakini kwa taarifa yako ni kwamba hata kama ukifanikiwa kunipindua mimi, huwezi kuipindua sheria. Ni jambo baya litawakuta. Sina mengi sana ya kuongea na wewe, ila nahitaji huo mpango msitishe kuanzia sasa, na huyo mama umrudishe katika hali yake. Natumaini umenielewa. Halo? Halo? Tumaini limepotea, maisha yamebadilika kwa Safi. kiasi. Vipi nawe uko utokapo? Nashukuru Mungu. Vipi? Mbona Shadia ameniona tu amenyanyuka na Mungu? Ndio nilikuwa naye hapa. Unajua leo hayuko sawa kabisa. Nilikuwa najaribu kutaka kujua nini ambacho kinachomfanya awe hivyo. Mbona kama kuna asiri ambayo inaendelea? Hapana. Unajua nilikuwa najaribu kumuuliza nini ambacho kinamsibu, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kuniambia kabisa. Sijui atakuwa anasumbuliwa na nini huyo mtoto. Unajua hayuko sawa. Okay. Labda anaweza kuwa anafikiria sana hali ya mama yake, kwa sababu yeye mwenyewe anaona tulivyopambana. Tunapambana kila siku, lakini hali ni hivi. Naweza ikawa ndio hiyo inampa mawazo. Inawezekana, lakini unajua tayari Shadia sasa hivi ana akili. Kwa kutokana na hii situation, lazima na yeye inaweza ikamchukua, kajikuta inampa mawazo na inamfikirisha sana. Yaani sitafanyaje ili aweze kuwa sawa. Okay, sawa. Mimi nitakaa nitaongea naye.
nijue kitu gani kina msibu, sababu yule ni mwanangu, si unajua? Na kutegemea katika hilo. Sawa, mimi nipo zangu chumbani. Tumaini limepotea, maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Amani ya moyo imetembea, mama yangu kipenzi kawa kichaa. Kuna muda naumia, kuna muda nalia, msaada sina, nahisi dunia imenielemea. Imani yangu inaniambia kuna siku mama tutacheka pamoja tena, tutaenjoy na kuongea wewe ukiwa mzima tena. Halo? Nipo getini kwako hapa. Naomba utoke uniletee hela yangu kabla sijakuharibia mambo yako. Halo? 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 Kumbe ananiletea upuuzi. Anaonekana jeuri. Subiri nimuonyeshe. Kaboya, enda ndani mara moja. Kwa kiasi kikubwa. Haya, umekuja kwa nini nyumbani kwangu? Kwa unataka kuniharibia ndoa yangu. Sasa yuko kielele chako. Nitakufanya kitu kibaya. Yona. Natoka. Sababu. Sawa. Haya, baadaye. Vipi? Mbona umehamia mbali hivi? Maana nimezunguka nimepatafuta mpaka nimefika hapa. Anyway, sio hilo lilonileta hapa. Kilichonileta ni kwamba naona hali yangu sasa si naelekea wapi, kwa sababu yule shemeji yangu ni ananipigia simu ananisumbua. Anakuja mpaka nyumbani anaongea na mume wangu. Sio tu anaongea kitu gani? Mimi inanipa wasiwasi hali. Kwa mganga, mimi nilikuwa naomba unisaidie kivyovyote vile, tumzibe hata kama mdomo tu. Unipe dawa tumzibe kama mdomo kake kale, ili mradi asije akamwambia mume wangu mimi, kwa sababu mimi naogopa nitakuja kujaribia ndoa yangu bure. Sikiliza Mitu, huyo bwana unayemsema kashanipigia simu na amenipa maelezo mengi sana kuhusiana na jambo la yule mke mwenzio. Sasa kwa hali ninavyoiona na nilivyofikiria mimi, ninachokiona sasa, tuachane kabisa na hilo swala. Hapa ilipofikia inatosha. Kwa sababu huyo bwana alivyokuwa akiongea inaonyesha moja kwa moja kwamba anaweza akafanya jambo ambalo litaleta madhara kwetu moja kwa moja. Kwa hiyo tuachane nalo tu. Jamani mganga, sasa mimi unanisaidia vipi Sikia nikwambie. Na kama kuumbuka tuombuka mimi na wewe. Sio kwamba nitaumbuka peke yangu. Kwa hiyo utachagua wewe. Kunipa hiyo dawa au kutonipa hiyo dawa.
Kwa sababu unanipa mimi dawa, hujanipa maelekezo. Mimi nikaifanya nini hii dawa? Mbona hivi wewe baba? Yaani uliamua kunisaidia. Sasa hivi unajifanya umenibadilikia, si ndio? Taratibu mama, hapa upo kilingeni. Unaweza ukapata madhara kwa kutumia maneno yako machache unayoongea. Mizimu inakutazama. Hii dawa hakikisha umejifungia ndani peke yako chumbani kwako. Ujifukize huku unanuia maneno kuhusu jambo ambalo unataka likampate yule bwana. Ila hakikisha lisiwe la kuua. Unanielewa? Sawa, nimekuelewa, nitafanya hivyo. Maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Amani ya moyo imetembea, mama yangu kipenzi kawa kichaa. Kuna muda naumia, kuna muda nalia, msaada sina. Mganga, naomba nisaidie kumrudisha mamangu katika hali yake ya kawaida. Najua kila kitu, najua uchezo wake umesababishwa na mama mdogo. Najua na alikuja hapa na wewe ndio uliotoa dawa mpaka mamangu ipo vile. Naomba unisaidie mganga, nakuomba. Najua mamangu hakuna baya afanyia, lakini kwa nini mnamfanyia hivyo? Kwani amefanyia nini mamangu mpaka mnamtendea hivyo? Aliwatendea baya gani mpaka mnamtesa? Eti kwani aliwafanyia nini? Naomba tu msaidie mama yangu. Basi mjukuu wangu, basi nitakusaidia. Nitakushukuru sana kama utanifanyia hivyo, nakuomba. Hii dawa niliyokupa utamwekea kwenye maji ya baridi. Utahakikisha unamnywesha mara 3. Utampa mara ya kwanza, utampa mara ya pili na mara ya 3. Na hii utampaka mwili wake. Sawa sawa? Mama yako atakuwa sawa. Asante na kushukuru. Na imani dawa itamsaidia mama yangu, atapona. Mbwela tevatangatila. Mbwela tevatangatila.
Wewe tena? Ndio hivyo mganga, ilikuwa ni bahati mbaya tu, kwa sababu nimefika tu pale mkoba wangu kadondoka na ile dawa ikadondoka chini. Kwa mume wangu akaiona akaichukua. Nimejitahidi sana kujitetea, lakini naona kama hajanielewa vile, maana nilimwambia kwamba ile dawa inamhusu yeye kwa sababu anamhudumia mke wake. Ina maana ule ugonjwa unaweza ukampata yeye, lakini naona kama hajanielewa hivi. Sasa tuachane na shemeji yangu. Nilikuwa naomba unisaidie kuhusu mume wangu. Hii ndio maana halisi ya kwamba wanawake hawajui wanachotaka. Mara shemeji, mara mume. Kwa hiyo nataka nikusaidie. Yaani mimi nilikuwa nataka unipatie dawa ili mume wangu aweze kupotea, yaani atokomee huko asionekane tena. Nimuue? Hapana, usimuue. Mimi nataka tu apotee kwa sababu yule chizi mimi hawezi kunisumbua na uwezo wa mwenyewe kumudu pamoja na ule mtoto wake. Kikubwa nimeshapata ile nyumba, nimeshapata hizo mali. Basi naomba tu nisaidie kwa hilo mganga. Yaani kikubwa nataka nijitawale ndani ya ile nyumba. Sitaki kubanwa na mtu yoyote. Yule chizi nitamfukuza na ule mtoto wake nitawafukuza, kwa mimi nitabakia peke yangu, nitajitawala kwenye ile nyumba. Unaiona hii dawa? Ndio. Hii hakikisha unapofika pale nyumbani kabla hujaingia ndani getini, unaifungua, unanyunyiza pale getini huku nanuia maneno ambayo unataka yatokee. Sawa? Haina shida mganga. Mimi nashukuru. Hakikisha kabla hujaje hapo ulikuwa umefikiria vizuri. Hii nimekupatia hii dawa. Lolote litakalotokea usije kunilaumu mimi. Haina shida mganga. Mbwela ni vatangatila. Mbwela ni vatangatila. Mimi mtoto wa chizi, naumia, mama yangu nikicha. Mungu Baba, unaona mateso yanayopitia mama yangu nikicha. Naomba unirudi kuwa kama zamani. Mimi mtoto wa chizi. Shikamo. Marahaba, ujambo? Jambo. Samahani, nilikuwa na shida na simu, nataka kuongea na mjomba wangu. Kwani kwenu hakuna simu? Hapana, mimi mama yangu mzazi ni chizi na mama yangu mdogo anipendi, na hata baba yangu nikitaka kumshirikisha hili jambo ananifokea na kunikuza. Kwa hiyo nikabidi nichukue namba katika netbook ya mama kuja kutafuta msaada huko mtaani. Maskini, pole. Haya, nisubirie hapo. Joka hapa Maya. Naweka hii namba ni sahihi? Ndiyo.
Halo, shikamoo. Jambo, unaongea na Shadia. Simu ya mama tangu alivyoanza kuugua ilizimwa. Nilikuwa natembea nikakutana na huyu dada hapa nikamuomba. Kwani mbona tangu mama aanze kuumwa sijawaona mje hapa nyumbani wala mje kumtembelea wala kumjulia hali? Kwani nyewe hamjui kama mama anaumwa? Naomba mje mjomba, maana mimi hata uwezekano wa kwenda shule sina kwa sababu mama anaumwa na anapitia wakati mgumu. Naomba mje mnisaidie. Sawa. Pole mwanangu. Asante. Nikamwombea Mungu Inshallah. kwa mvumilivu, sawa? Asante kwa msaada wako, ninaenda. Karibu mwanangu. Mimi mtoto wa chizi, naumia mama yangu nikicha. Hey, Mungu Baba, unaona mateso anayopitia mama yangu kicha. Naomba mponye arudi kuwa kama zamani. Mimi mtoto wa chizi. Nimechoka wewe. Uvivu, ingia ndani sasa. Nimechoka tangu huko mpaka huko. Wewe uzee umekuzidia tu hapo. Hujatembea. Usema umechoka. Twende. Ukifika hata ndani hakuna mtu sasa. Hata sijaenda wapi. Dada yangu, sio kwa ule uchafu tulokutana nao, yaani mpaka nilikuwa nahisi hata kinyia kukushika. Jamani, kweli wabaya watu kabisa. Hivi Odo, mama yako kweli alikuwa nao gati siku moja? Ndio hivyo, baba wa zamani alikuwa anamuogesha, ila sasa hivi anaweza akakaa hata wiki 2 hajagusa maji tena, kuoga kwenyewe mpaka mvua imeisha. Yaani mimi ndio nilikuwa namuoshaosha labda mikono, uso hivi, ndio hivi tena. Kwani hichi chumba sikilikuwa cha store? Na kwa nini wamemleta huko? Analala chini, chumba chenyewe kijapakwa hata rangi. Wenyewe wana kazi kulala huko kwenye vyumba vizuri tena kwenye vitanda. Hawana shida yoyote na wala hawawazi. Ilikuwaje? Mama mdogo alikuwa anasema kule anachafua, anachora, mara atandoi shuka, ndio maana akamleta huku. Kweli huyu mwanamke hana adabu hata kidogo. Hata akichora hapa si kwake. Kinachomsumbua ni nini? Maskini. Usijali dadangu, utakuwa sawa. Odo. Ndio tunyeshe kwanza dawa. Ila jamani, binadamu wabaya. Ndio kumfanyia hivi dada yangu. Hivi vizuri dawa. Jamani, taratibu. Odo, basi mimi niende sebuleni nikaongea na bibi yako. Leo utakuja, sawa kipenzi? Mungu naomba umponye mama wangu.
Wewe ina maana anapita hapo sisi ukutuona? Ina maana sisi vigogo? Au mti tumesimama tu natupita tu basi? Tizame kwanza. Sokuwa na aibu wala haibu hiyo wala haya una. Nyo, mwana haramu wewe. Hivi, mngekuwa mnajielewa mngefika kwenye miji ya watu bila taarifa? Yaani nyinyi mnakuja tu. Mimi niliwaita. Unasemaje? Kama mji wako wewe. Wewe umeweka tu kama dangulo tu basi. Muone msungu mkubwa wewe. Eti nakuja bila taarifa. Wewe kutuambia sisi maneno kama hayo? Wewe haswa. Ndio maana ukawa msungo hivyo. Msungo yeyote yule akiwaona watu wamekaa anapita tu basi, Tizame kwanza. Msichana mzuri. Leo mbaya, una aibu. Eti uyo ondoka zako. Unatuacha sisi hapa. Sintizame mimi kaza mtoto mwenye sura mbaya kama wewe. Sinaonesha kidole. Kidole na jicho, sinaonesha kidole tena ukome. Kunaonesha kidole mbwa wewe. Usitake nikuvunjie heshima. Ungekuwa wewe unajitambua na kujielewa mtu mzima wewe. Kwa nini umekuja hapa bila taarifa? Kwani wewe ndio umeolewa kwenye hii nyumba? Mimi vipi? Alafu kingine, sitaki shobo ndani ya nyumba yangu. Dada, jishikilie kwanza. Hivi unajua unayeongea naye? Unajua unayemjibisha? Dada una roho mbaya wewe. Ndio maana hata ukamfanyia dada yangu akawa vile. Mwanangu hapa anaumwa. Mmeshindwa kunipigia simu mimi. Mpaka mtoto aje nipigie simu mimi. Na roho mbaya sana. Ukimwona mzuri kama kitako cha baskeli akisogea karibu hana lolote lile. Hivi wewe unajua mama mimi nimehangaika vipi na wewe mwanao? Mchana silali, usiku silali, nahangaika kutwa kwa ajili ya kumhangaikia yeye. Acha unafiki wewe dada wewe. Wewe mnafiki wewe. Alafu kumbe roho mbaya unayo si peke yako. Hadi mmeo ni vile vile. Wewe naye, hebu acha upumbavu kwa sababu kuolewa hapa kaolewa dada yako. Nawe umeolewa. Umeolewa hapa, kuolewa dada yako kielele kimekuja. Hivi wewe unajua mimi nimepambana vipi? Usiku na mchana, kulala silali, kula sili chakula kikapita. Muone kwanza mwanamke ulivyokuwa mbaya, uso unakuchuna kama una aibu. Makrini ndio nakusababisha. Leo Yasin, ndio maana kumbe mwanangu akapata maradhi kwa sababu yako nyinyi Sasa mimi nilivyokuambia. Unisikiliza vizuri sana. Akifa mwanangu. Mama yangu, utapona hata usijali. Najua hii dawa nitakuwa ya kwanza na ya mwisho. Naamini kupitia dawa hii utapona na utarudi katika hali yako ya kawaida. Nakupenda sana mama yangu. Hakikisha lazima atakwenda na mtu aende peke yake hata dakika moja wala sekunde moja. No, mnataka kumla nyama Msichana mzuri lakini una roho mbaya kama kitu gani vile? No, muangalie kwanza. Sura mbaya kama kiatu cha juzi kilichochakaa vile na kuchaka. Alafu wewe. Niache huko. Wewe. Naomba unisikize kwa makini. Taarifa zako zote ninazo. Kama huyu mtu anafanyia hivyo huko mwanzo, umefika mwisho sasa. Na nikukumbushe kitu kingine tu. Kama unaweza kunywa mkono wako na kumpiga huyu mjomba wangu mimi, leo ni marufuku. Nitakuharibu. Niache nimuonyeshe adabu huyu. Niache ndio ajifanya na kimbelembele huyu. Maneno hapa ndani anatoa anapeleka nje kwa nini? Niache. Subutu. Niache nimuonyeshe.
Hebu tokeni jamani, tokeni. Yaani mmelala tu muda wote huu. Kila mtu atoke aende nyumbani kwake. Yaani hapa sio kituo cha kulelea watu ambao hawana sehemu zao za. Tokeni humo ndani. Atusikilizani? Tokeni humo ndani nawaambia. Mbona mnang'ang'ania hivyo? Mmefika jana basi mngeondoka. Mpaka leo mmekaa. Mpaka saa hizi hamna hata ratiba ya kuondoka. Tokeni humo ndani. Mimi sitaki kero ndani ya hii nyumba. Mmejazana utafikiria vitu gani? Wengine ni wanaume, mnashindwa hata kujitambua. Mama, kama ulikuja na begi, kama ulikuja na shangazi kaja, naomba ubebe uondoke. Yaani mmejiachia kabisa jamani, hamuoni hata aibu. Aya na wewe mama, unashindwa kwenda nyumbani kwako, unakuja unakaa hapa. Pana kuhusu nini mama jamani? Hivi wewe sisi unatuchukuliaje? Makelele yote hao unapiga makelele kuhusu nini? Na kuchukulia vipi? Kwa nini usiondoke kwenye hii nyumba? Haya na yule naye mwanaume mzima ndio wenyewe mnaitoa wanaume suruali. Jamani ondokeni. Umemaliza? Bado sijamaliza. Nimeweka pause tu ili wewe uendelee. Hata usiweke nukta, endelea tu. Mimi ndio bana kasema wewe msungo. Ni kweli wewe msungo. Hivi unachopiga kelele kitu gani? Unavyojishaua wewe ndani kama nani? Unahusika na kitu gani ndani unajishaua wewe? Tizame mwanamke ulivyokuwa mbaya vile. Uzuri wote sababu ya krimu tu. Muone kwanza sura mbaya kama tutakucha baskeli. Nyumba yako hii. Acha ushamba. Nyumba sio ya kwako. Mama mzima una hata haya wewe. Kwa hiyo hapo wewe kwako. Kwa sababu mwanao kaolewa hapa, basi na wewe tena ushajimelikisha hapo kuonekana kwako. Jamani familia hizi nyingine zina shida hizi. Yaani mwanao kaolewa kama ukoo mzima ndio umeolewa. Tokeni jamani. Sisi tutoke, sio wewe utoke. Wewe ndio wakutoka, sisi hatuwezi kutoka. Sikiliza basi nikwambie. Hata wewe pia kukaa hapa na kuishi hapa kwa hisani ya binti yangu. Mwanangu baada ya kumzaa binti yake huyu hapa huyu hakuwa na uwezo tena wa kuzaa. Kwa hiyo imani ya mtoto wangu mimi alimwambia mume wake, mume wangu mimi sitozaa. Tafuta mke uzae. Ndio kisa cha kuchukua wewe kuleta. Sasa leo nyoko yako hii. Tizame kwanza. Unajishaua tu. Kama mgembo wa duga unangoja basi upekisheni uangalie ndani kuna nini upate kitu cha kula. Muone kwanza. Msichana mzuri lakini ni mjinga, ni mpumbavu, ni msungo. Shenzi mkubwa wewe. Mama, tafadhali. Mama tapeli wewe. Kwa hiyo umeona ukae ujipange, usuke mipango useme kwamba hapa eti sijui ni kwa mwanao, sijui kalisishwa na nani. Mama, tafadhali fungasheni muondoke. Mimi unaniambia tapeli? Mimi sio tapeli. Tapeli wewe, mwanamume wako tapeli, ndio maana mmekwa kimada huko ndani. Karibu. Nilijua na tabia mbovu kwangu. Unashindwa kumheshimu hata huyu mama. Funga bakuli lako. Haya mambo mengine hayakuhusu. Mengine yakupitege tu. Na sijui kwa nini kila siku kiguna njia kwenye nyumba. Unatafuta nini kaka? Hebu kaga kwako utulie. Au unanitaka? Au kama unitaki mimi basi au unamtaka mume wangu? Kila siku unakuja vipi? Kaga kwako utulie. Jamani. Nisikilize wewe dada. Hauna mamlaka kunisababisha. Kwanza naomba mnisikilize kwa makini. Sijaja hapa kurumbana. Ndiyo mwanangu. Pamoja na watu wote. Imekuwa siku mbaya sana kwangu. Na kwenu pia bila shaka nikiwapatia hii taarifa. Nilikuwa katika mihangaiko yangu nimepigiwa simu. Rafiki yangu kipenzi ametotoka. Jamani hebu acheni kelele. Kafanyeni huko masala misiba. Hapa misiba mimi sitaki.
Aliyeenda kashaenda jamani, kashatangulia mbele za haki, na hii safari ya kila mtu. Kwa hiyo nendeni huko kapigeni makelele. Mama! Tokeni, nendeni huko, hii sio nyumba kuweka kavilio. Nisikilize wewe. Hatupo hapa kwa ajili ya kwanza kuumbana. Hebu tuondoke twende nje tukajadiliane. Ili tujue namna gani ya kufanya. Mama. Jamani, hebu tuende chuo wenu basi. Mbona namna hiyo makelele, tunasumbuana makelele? Tokeni hapa, kama msiba kaiteni huko, sio hapa. Jamani, mwanangu yuko peke yake. Mwanangu yuko peke yake jamani, kumbe liko na jini li hapa hili. Mko wangu jamani. Mama. Mbona siwaelewi kuna nini jamani? Huyu. Mama, mbona siwaelewi kuna nini? Mama, mbona mnalia kuna nini jamani? Unasemaje wewe? Hebu acheni utani basi. Mama, niambie nini? Mama, kuna nini? Hebu beba nini? Kafuatilia huko mbele yangu. Mama kweli. Mama ameondokaje? Mimi siona naye. Pole mwanangu. Pole. Mimi jana. Mama siona jamani mimi. Jamani. Aya, kafanyeni msiba wenu huko, msitaki makelele kwenye nyumba yangu. Tokeni. Kama ni msiba kaekeni huko, sio hapa. Mbona hivyo? Jamani, aliyeenda kaenda. Tokeni kwenye nyumba yangu basi. Tokeni nyumbani kwangu, tokeni fasta nyumbani kwangu. Mama mko wangu mama. Huruma mamangu ndio kufanya uishi humu ndani. Na bado hujalizika utaka kufukuza mpaka bibi yangu. Nyumba hii ni ya mama yangu. Haikuhusu wewe na baba. Huruma mama yangu ndio kufanya uishi humu ndani. Na kama uamini nyumba ni ya mama yangu, chukua. Maumivu haya, majaribu haya, Mungu wetu tuone sisi waja wako. Machozi yanatiririka, macho haya mi tunayopitia. Baba ameondoka, nalia. Rudi baba yangu, mbele sioni mwanga, naona kiza. Baba leo umetuliza sisi, Mungu wangu naomba utuvushe sisi waja wako.